Ila brother, mimi kitu ambacho nilichokuwa nakushauri kabisa, yule mwanamke ungeachana naye, kwa sababu atakuja kukuua kabisa. Naona yani, kumbuka kwanza yule ni mwanajeshi, yule baba yake yule mwanajeshi, unajua yule, kusema kweli atakuja kukuua. Oho, sawa, ila nikuulize kitu mdogo wangu. Niulize. Wewe ushawahi kumpenda mtu? Umeshawahi? Ndio, nishakupenda. Kwani vipi? Haujawahi? Kwa nini brother? Sasa nishakupenda. Ila nashukuru kuja kuniona, kikubwa ndo iko, au labda kuna jambo lingine lolote umekuja nalo? Kwa sababu binafsi mimi leo sipo sawa kabisa, kwa hiyo ningeomba ukaniacha kidogo, wenda ikawa nikatuliza akili. Lakini brother, samahani, wenda labda nimekukwaza kutokana labda una maumivu yako hapo. Amna, sio umenishauri, na ushauri siku zote kuna mara mbili, kuna kupokea au kuacha. Na ushauri wako sio mbaya, kwa sababu si unanihurumia ndugu yako. Ndio, kwa hiyo sioni baya hapo, ila na mimi acha niufanyie kazi ushauri wako. Hapo takumetisha brother. Kwanza tia 5. Lakini brother, nimekuja hapa ndugu yangu, nina shida moja tu. Yaani maana yake si unajua kwenye yale mazingira ya kule shamba, maana yake kuna upungufu yani wa pesa kidogo, maana yake ili mazingira yaweke sawa. Nilikuwa na shida na kama 20,000 hivi, 20 itanisaidia. Hapo takumetisha sana brother. Asante sana kaka, nashukuru bwana. Yaani Lani, mimi naona huyo brother yuko sawa kabisa. Yaani kwa sasa hivi ana mawazo mengi. Sasa huyu shemu ndo anayemchanganya kabisa, anamtoa kabisa kwenye mfumo kakaangu. Mimi nachokiona atakuwa nimpiga kweli mwanangu. Kwa sababu haiwezekani mtu anampiga yani. Sio kweli, atakuwa nimpiga. Hapana, akumpiga, ila shemeji ni vile tu ampendi kaka. Ndio maana ameamua kufanya huo mchongo na baba yake. Sasa simwambie tu amwache tu, akimwacha tu fresh mambo yanakaa sawa. Maana kama ampendi, mwambie achane naye tu. Wewe kaka yako mwenyewe. Hapo mimi siwezi nikasema, na siwezi nikamwambia kaka amwache shemeji kwa sababu. Lakini si unamshauri tu. Hapana, siwezi nikamshauri hivyo. Aswa ndugu yangu, mimi ngoja nijikatae kwanza hapa mara moja. Mimi kuna mambo yangu naenda kuweka sawa, kwa hiyo tutasomana mwanangu Vini. Haya, baridi hapo. Poa mwanangu, tutasomana basi hapo. Karibu tena.
Mjomba, karibu. Asante mjomba. Vipi tena huo mkono? Wewe acha tu mjomba, yaliyonikuta aibu atakusimulia, ila kwa vile nimefika mjomba na nimekuja ili nikupe taarifa kilichonitokea Mpwao. Nakusikiliza mjomba. Kuna jambo kidogo limenikuta pale nyumbani kuhusu mke wangu. Mke wangu, kuna siku tumekaa pale kidogo, kuna mtu alipiga simu kwenye simu yake, yeye ni mwanaume. Kidogo alileta uzito kwenye kuipokea ile simu, ikanibidi mimi niipokee kusikiliza ile simu, maana yeye alisema rafiki yake wa kike, lakini mimi nilivyoipokea ni tofauti vile ambavyo yeye amesema. Sauti sio wa kike, ni mwanaume. Alafu kibaya zaidi, yule mwanaume akawa amemwambia, kama unakuja tafadhali beba salama uje nazo huku, maana huku alipokuwepo yeye kule zimeisha, imebaki moja tu. Kwa hiyo kama anaenda habebe, asisahau, anamsisitizia. Mke wangu mimi kapigiwa simu ya aina hiyo. Sasa mimi sikulipokea kiubaya sana, japo liliniumiza kidogo. Akawa amekuja mdogo wangu, maana kulikuwa kuna kazi yetu kidogo tunaifanya. Alipokuja mdogo wangu, tukaiacha ile mada, hatukutaka tena kuizungumzia pale. Yule mdogo wangu, sababu alikuja pale kunifuata mimi ili twende tukaendelee na kibarua chetu, ikabidi mimi nitoke naye huku nikiwa mke wangu nimemwacha pale nyumbani. Nikatoka naye, sisi tumefika mpaka kule kazini, lakini kutokana na uchache wa watu katika ile kazi yetu, nikamwambia mdogo wangu, wewe nisubiri hapa akiwa na mwenzake, mimi nirudi nikamtafute mtu mwingine ili tuongezeke kwenye ile kazi tuweze kuimaliza. Lakini hapo hapo muda narudi, nitapitia nyumbani ili kumwambia shemeji yako atengeneze chakula atuletee hapa kazini. Sasa mimi nikafanya vile, nikaenda mpaka kule kwa yule jamaa. Bahati mbaya jamaa mwenyewe nimemkuta anaumwa, ikanishinda kurudi naye. Sasa katika navorudi nikasema ngoja nipitie nyumbani nikamwelezee, ili mradi alete chakula kule nyumbani, kule ambako sisi tupo kwenye ile kazi yetu. Kwa bahati mbaya nilivyofika pale, mke wangu mwenyewe sikumkuta, hayupo kabisa. Sasa mpaka leo hii, na maana bado najiuliza, mke wangu sijui wapi alipoenda. Baada ya siku mbili bamkwe amekuja. Ina maana kumbe yule bamkwe alikuwa amepigiwa simu na mtoto wake kumwambia kwamba mimi nimempiga mwanawe. Kwa hiyo bamkwe alipokuja pale hakutaka salamu na mimi wala hakutaka kuniuliza kitu gani kinachoendelea pale. Yeye alipofika tu pale akachukua maamuzi yake, akanipiga hatimaye na kunivunja mkono. Hivyo bahati nzuri ilikuwa mdogo wangu Vini akawa amewahi pale, lakini ratiba zake yeye kunivunja na mguu. Lakini nashukuru Mungu aliwahi kufika pale mdogo wangu. Kwa hiyo ndo ikawa salama yangu mimi hiyo, kufika kwa mdogo wangu pale, maana yeye ndo alioniokoa mimi mjomba. Hapa najiuliza swali kubwa ambalo linaniumiza kichwa juu ya mke wangu. Hatakuwa ameenda wapi? Na kwa nini amemwambia baba yake kama mimi nimempiga, hali ya kuwa sijawahi kumgusa hata siku moja mjomba mimi? Na mdogo wangu shahidi wa hilo, anajua mdogo wangu, kwa sababu nipo naye pale. Mdogo wangu tunavyoishi yeye anajua, na kama kuna siku moja yoyote nimenyanyua mkono wangu kumpiga, lazima angesema tu. Lakini hata siku moja mjomba sijawahi kufanya hiko kitu, lakini nimekuja kuvunjwa mkono mjomba. Na kibaya zaidi, baba yake amesema akirudi tena pale anamtaka mwanawe. Madai yake anasema mimi ndoa ishanishinda mjomba.
Nimekuja kwako ili nipate msaada kwenye hili mjomba. Mpwa wako nipo kwenye matatizo sana mjomba. Sio mkono tu, unaweza ukanipoteza mpwa wako, maisha yakawa ndo mwisho wangu hapa. Ndo ujio huu mjomba, nahitaji msaada wako. Mjomba, nimekusikia. Nataka nikuulize swali hili moja. Niulize mjomba, nakusikiliza. Mimi hapa nilipo matatizo yananikuta kila kukicha. Ulishawahi kufika hapa mara ngapi wewe na mdogo wako Vini? Mjomba, lakini ya kwako wewe mbali ya kufika, si huwa tunasovu kwenye simu mjomba? Kwa hiyo ya kwangu ndio unaona ya kusovu kwenye simu, ya kwako ndio ya kuleta hapa. Hujui kwamba nina matatizo kama ya kwako? Shangazi yako yuko wapi? Unajua alipo? Kwa hiyo matatizo ulionayo wewe na mimi yananikumba hivyo hivyo, ndio nilionayo hivyo hivyo. Kwa hiyo kapambane umalize matatizo yako. Mimi sina chochote cha kuweza kufanya zaidi hapo. Kama umenikumbuka leo kwenye matatizo, siku nyingine basi tusoviane kwenye simu. Ukifika huko, solve kwenye simu. Piga simu, tusoviane kwenye simu. Mjomba, mbona umefika huko ambako hata mimi sikutegemea kama utafika huko mjomba? Sasa kwani hiyo bidhaa ya salama sijui kondomu, nyewe pale kwenye kibanda chenu hamuuzi? Si mna kibanda? Tunauza mjomba. Sasa biashara hiyo kama mnayo dukani mnauza, ina maana hawezi kumpelekea mteja. Mteja hawezi kupiga simu kwamba niletee bidhaa, hawezi kumpelekea. Si biashara ile? Mjomba, mteja ndo apige simu kwa mke wangu amwambie kabisa kule halipo yeye imebaki moja, hivyo aende nazo 3 mjomba. Mteja ndo aseme hivyo mjomba. Tena anamwambia kabisa kwa msisitizo kule kwake imebaki moja, hivyo aende nazo hata 3. Mjomba, mteja gani huyo? Mteja mjomba hivi kama wewe? Sasa unajua hayo matatizo yako, awe wewe awe mdogo wako. Sitaki matatizo yenu hapa. Miaka mingapi? 5. Leo tatizo limekukuta ndio unakuja hapa. Hayo matatizo mtafute shangazi yako, kama Pwani, kama Mnadani, mtajua nyewe wenyewe. Mimi hayo matatizo naomba usiniletee tena. Tena toka kabisa, toka hapa, sikutambui mimi hapa. Ondoka. Sitaki nikuone tena hapa. Umefikia kunifukuza mjomba? Nimeshakwambia. Hiyo ndio moja kwa moja. Toka, sitaki niwaone hapa. Awe wewe, awe mdogo wako, kamueleza kabisa. Hapa mkione kama kituo cha polisi. Mkisikia mama yenu, shangazi yenu amerudi, rudi. Kama hajarudi, mfuate huko halipo. Haya matatizo sitaki. Sio mnangojea siku ya matatizo ndio mnakuja kwangu. Na mimi na matatizo kama ya kwenu. Nenda huko. Kwa hiyo kufa kwa baba yenu sio kuniletea mimi matatizo. Na mimi vile vile baba yangu alikufa. Lakini matatizo yangu siyapeleki popote kwenda. Nimeachwa, narudiwa. Hivyo. Bye. Tutajuana mbele ya safari. Mwenyezi Mungu anajua. Baby. Niko shaanza kusinzia. Kutokana nilikuwa nimechoka sana, ndio maana nilikuwa nimeanza kusinzia. Kwa niambie. Mimi nataka niende nyumbani kule kwa ule mume wangu, nikafuate nguo zangu. Sinajua nimekuja na nguo moja tu. Ufuate nguo tu? Lakini kitu cha kuzingatia nikwambie. Wewe ndio chukue nguo zako tu. Sawa? Ukishachukua nguo zako, yani hakikisha usongee na mbwa yoyote pale. Yani kama inawezekana kabisa hata kusalimia usisalimie. Sawa? Sawa. Alafu hakikisha usichelewe. Sawa? Sawa baby, usijali, sitachelewa. Sawa, kama nilivyokuambia zingatia. Sawa? Usiwaze.
Kaka. Naam. Hivi una mpango gani kuhusu shemeji? Mdogo wangu. Naam kaka. Unafikiri nitafanyaje? Kwa sababu hapa nilipo hata mimi naumia kichwa. Usinione kimya hivi mdogo wangu kajua labda nimepotezea, hapana. Nawaza hadi akili inafeli. Hapa nafikiria labda sijui uende kule kwa baba mkwe, ukajaribu kumwangalia kule, labda unaweza ukamkuta, kwa sababu kila tunapopiga simu tunaambiwa hajafika. Sasa atakuwa wapi? Nenda kule mdogo wangu, kamwangalie kwanza. Kaka. Ndio. Niende kwa baba mkwe? Na baba mkwe wenyewe unamjua alivyo, sio mtu mzuri. Wewe ndo hivyo kakuvunja mkono. Mimi nikienda sataniua kabisa. Kaka hapana, mimi siwezi. Kaka mimi siendi kwa kaka, shemeji wenyewe si ndole pale.